Kuna story moja hivi ambayo ameisema Padri Evans Msechu Mkapuchini. Huyu ndugu yetu Mkapuchini anafanya kazi Papua Guinea. Ameisema kwenye tafakari yake ya neno la Mungu leo asubuhi. Na story hii ni nzuri sana. Amesema hivi, japo ameandika kwa Kiingereza, nitajaribu kuweka kwa Kiswahili. Na hii story ina title inasema The Naked Truth. Ukweli ulio wazi, au ukweli ambao kwa lugha nyepesi, ukweli ambao haujavaa nguo. Nasema siku moja uongo ulimfuata ukweli. Kwamba ukweli, twende kisimani tukaogelee kwa sababu maji ya kisima ni mazuri sana. Twende tukaogelee. Basi ukweli ukaenda, ukashika ile maji ya kisima, akaona kweli ni mazuri. Basi wakaingia kisimani, wakawa hawajavaa nguo, wakaanza kuogelea. Wakati wanaogelea, uongo ukatoka kule kisimani, ukachukua nguo za ukweli, ukaanza kukimbia, ukazivaa, ukaanza kukimbia. Basi ukweli ukatoka kisimani, ukaanza kumkimbiza uongo. Uongo, nipe nguo zangu, lakini uongo ukawa unakimbia. Basi baada ya dunia kuona ukweli unatembea bila kuvaa nguo, dunia ikakasirika sana, ikachukia sana. Basi ukweli ukaona aibu, ukabidi urudi kisimani. Ukaenda kujificha kisimani. Uongo ukaanza kutembea na zile nguo za ukweli, unajitapa, unaringa kila mahali. Watu wakakasirika sana kuhusu ukweli kwa sababu ukweli unatembeaje bila kuvaa nguo. Tangu hapo na mpaka sasa uongo umekuwa ukitembea ukiwa umevaa mavazi ya ukweli, ukijifanya kwamba wewe wenyewe ndio ukweli, kumbe wenyewe ndani umejificha uongo. Ndugu zangu wapendwa, hii tafakari ni nzuri sana. Tumeona duniani watu wanavyojifanya kwamba ni wema, watu walivyo wanafiki, wanavaa yani kwa nje wanajifunika, wanajionyesha ni watu wazuri sana, wanaongea maneno mazuri sana, wanaongea maneno, hata vyombo vya habari vinatangaza vitu kama vile ni vitu vizuri sana, kumbe umeficha uongo katikati. Ukweli umekimbia, umeenda kujificha kwa sababu haujavaa nguo, nguo zake zimeibiwa. Watu hawapendi ukweli, wakiuona ukweli wanauchukia, wanaukasirikia, hawaupendi. Watu wanatumia kila njia kuficha, kukava ukweli, yani ukweli usionekane haupo. Uongo unavalishwa mavazi mazuri, unapambwa, unapakwa lipstick, unapakwa lip shiner, unatembea kwa maringo kana kwamba vile wenyewe ndio ukweli, kumbe ni uongo. Ndugu zangu wapendwa, tuangalie sana. Wapo watu wengi sana. Hili unaweza ukalijua tu vizuri. Yani kila nyanja lipo kwenye mahusiano. Wapo kina dada waliodanganywa na vijana waliovaa suti. Wanajifanya ni watu, si unafanya kazi sijui TRA, si unafanya kazi sijui wapi, anajifanya kumbe ni tapeli. Ni uongo uliovaa suti. Umeiba nguo za ukweli. Watu wanavaa mpaka sio kile kinani pale wanakivaa, wanajifanya tunafanya kazi sijui wapi, wizara sijui gani. Watu wameingia kingi, wameingia kwenye dhambi. Wamejikuja kuta baadaye kumbe ni matapeli tu. Wapo vyombo vya habari vimetangaza taarifa za uongo. Wamepewa hela ili watangaze uongo. Yani ndio hivyo siku hizi. Yani ukweli umeibiwa mavazi yake na uongo umeyavaa. Na unajifanya kwamba ndio ukweli wenyewe, lakini haiko hivyo. Ndugu zangu wapendwa, uwe makini sana na siku taarifa za siku hizi. Hata mitandao nayo inataka ipate followers, inataka ipate watu wengi. Inaamua kuchukua, inaiba mavazi ya ukweli, inajaribu kuyavaa, kumbe hata sio ya kwake. Kumbe ndani kuna uongo umejificha huko. Watu sasa hivi wakisikia ukweli wanakasirika, hawataki kuambia ukweli, wanachukia. Ndio maana watu wanauana, ndio maana watu wanapigana, ndio maana watu kazini watu wanapigana vita, watu wanatafuta kila mtu ashushwe yeye apande. Kila mtu wapo wengi sana wamevaa mavazi ya uongo kutaka kushuhudia kwamba mimi ni mkweli. Wamevaa mavazi ya ukweli, kumbe wao wenyewe ni waongo. Ndugu zangu wapendwa, tuwe makini. Asante sana Padri Evans Msechu kwa tafakari yako nzuri sana. Nimeisoma kwa kweli, nimeelewa sana. Mungu akubariki sana baba. Tuko pamoja. Utume kama kawaida.